Tumpongeze kwa makofi tafadhali. Nitangaze kuwasili kwa mbunge Mheshimiwa Honorable Sudi, Mheshimiwa Kapseret, karibu sana Mheshimiwa. MC Jaffe, tuletee msanii mwingine tafadhali. Asante sana. Tungependa kuendelea na ratiba ya siku ya leo, na kama vile tulivyowajuza hapo awali ni kwamba familia pia wameweza kujiunga na sisi. Viongozi kutoka tabaka mbalimbali ikiwemo ni ile ya serikali pia wameweza kujiunga na sisi, na tunaendelea na ratiba ya siku ya leo. Msanii ambaye ningependa kumuita aje jukwani is none other than Nora Rotich. Nora Rotich, popote mahali ulipo, ningependa tafadhali ukaribie ili tuweze kupata pambio, na ningependa kumwambia Sheila Mayo akue on standby. She's coming up next. Na ningependa kujuza pia watu wote ambao wako hapa kwamba Joyce Langat ataweza kujiunga na sisi wakati wowote kutoka sasa. Lakini kabla hayo, Nora Rotich, karibu. Msanii anapojipanga, tafadhali niendelee kuomba wale ambao wamesimama kwa entrance, tafadhali wale wako nje ya entrance kama vile tulikuwa tumekubaliana, tafadhali kwa heshima tuhakikishe kwamba tumetafuta sehemu zetu za kuketi. Huku ndani tayari kuna viti mingi sana za kuketi wadosi. Tafadhali nitangaze pia kuwasili kwa mwili wa rafiki yetu Mheshimiwa Ng'eno. Niombe tusimame tafadhali sisi wote kwa heshima. Tukaribishe mwili wa Mheshimiwa Honorable Ng'eno. Naomba tusimame sote kwa heshima tafadhali. Kama kuna yule ambaye pengine ameweza kuketi, wacha niombe kwa heshima tu tafadhali sote tuweze kusimama, kwa sababu mwili ya mwenda zake Mheshimiwa Johana Ng'eno uko hapa na sisi, na ningependa kuomba sote tuweze ku maintain total silence as of course we bring the body to join the rest of the guys that perished in this crash. Ningependa tafadhali kuomba tusimame sote kwa heshima tu ili tuweze kupokea mwili wa mwenda zake. Kuwasili kwa mwili wa rafiki yetu, kiongozi yetu, mbunge wetu Mheshimiwa Ng'eno. Afisa wa KFS wanaendelea kufanya mambo yao, kisha baada ya hapo tutaweza kuketi.
Asanti. Tafadhali kwa heshima naomba tuketi. Niendelee kutangaza ya kwamba nimeomba wale wenzetu ambao tayari bado hamjaingia kwenye jukwaa, tafadhali tafuteni sehemu zenu za kuketi. Niombe officers wetu wa protocol mtusaidie hapa mbele kwa entrance tafadhali, tusiwe na msongamano tafadhali. Tuko na sehemu za kuketi ndani. Tafadhali hakikisha umepata mahali pa kuketi, usije ukaziba njia. Karibu sana msanii, uendelee na mbwembwe. niwaeleze tu, huyu mheshimiwa rafiki yetu Ng'eno alikuwa mheshimiwa ambaye alikuwa anapenda wasanii sana, na ndio maana tukaamua kabla ya ibada leo basi tupatie rafiki zake wasanii chance tu waseme kwa heri kwa njia ambayo wanaelewa na vile walikuwa wanaishi na mheshimiwa wetu.
MC Jafet. Shukrani sana. Tuweze kutambua tu familia ya mheshimiwa mwenda zake John Ngeno, tuweze kutambia familia zote ambazo zimefika hapa na tuzidi kusema pole. Nafasi hii kwa sababu tuko na haraka sana, niweze kumkaribisha msanii Sheila Mayo. Nafasi ni ya kwako. Tuweze kuchukua muda mfupi sana kwa nafasi hiyo. Joyce Langat pia vile vile uwe standby. Pia vile vile mama Mamchirok uweze kukaribia ndo tuweze Tumpigie makofi mazuri jamani tafadhali. Msanii wetu Sheila Mayo, tunataka kusema asante sana. na wasanii wengi sana ambao wamefika hapa siku ya leo. Tunataka kusema asante sana. Agemwagele John Ngeno kugichame tieni chebo gospel, chebo secular. Kio John Ngeno bako limbo Sebeyon, limbo Uganda, kwa limbo Elgon. Alizunguka kote kuhakikisha kwamba amefikia kila msanii ambaye ako na talanta. Asante sana. Wasanii wanaojipanga wanaingia wakati wote kutoka sasa. Na ningeomba tafadhali wasanii waweze kujipanga ili waweze kutuletea mbio. Msanii anayekuja jukwani sasa ni Joyce Langat. Tumpigieni makofi tafadhali. Asante. Yeah.
Asante sana dada yetu. Shukrani sana mwimbaji Joyce Langat. Tumpigie makofi jamani tafadhali. Niweze kumkaribisha sasa hivi msanii kutoka kule North Rift, Mwalimu Kendagor. Karibu sana mwalimu tafadhali. Mwalimu Kendagor anaendelea kukuja. Tafadhali niendelee kuomba wale bado tayari hamjaingia kwenye ukumbi huu, kindly tafuta mahali pako pa kuketi. Tuko na sehemu za kutosha za kuketi tafadhali. Karibu mwalimu. Haya, nipe makofi pamoja, twende hivi. Hiyo makofi kuja hivi. Kendagor the Great. Orabach. Tinye Yesu tumuchecha. Ominende sigogonin magaria kitayende magaria neba oh tinye Yesu tumuchecha. Ominende sigogonin magaria kitayende magaria neba oh tinye Yesu garichecha. Ominende sigogonin magaria. Wacha niombe tuweze kusimama kidogo, tusimame kidogo kwa viti vyetu. Alafu nipe mikono hivyo. Magaria kitayande nya magaria neba no tinye Yesu chamyene o saminende sigogonin magaria kitayande nya magaria neba kaso tinye
hivi. 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 Twende. Kendago. Asante sana mwalimu Kendago. Tumpigieni mwalimu makofi jamani. Asante sana, tumpigieni mwalimu Kendago makofi, msanii wetu kutoka North Rift. Tunaendelea na ratiba kwa njia ya kasi sana kwa sababu ya muda ambayo umeyoyoma. Ningependa kumuita msanii ambaye anafuata, anaitwa Mam Cherop. Msanii ambaye anafuata anaitwa Abaja sawa menga wa mengine tapke Mam Cherop. Sikobiti tutayu sigone tiendo agenge ulonge mongonige ak wasanii alak. Amache ketesta kemuiten sikobit kotienwech tienik kyok. Mam Cherop, karibu on stage. Karibu sana. Kama unanisikia mahali ulipo, nipatie tu makofi pole pole namna hii. Makofi tu pole pole mahali uliko. Yote yaliyotendeka Baba, yote yaliyotendeka Baba, Asartane mondochi, asartane barire, asartane barario. Ago tugu chutugu, wakatuti ube Jehovah. Ago tugu chutugu, wakatuti ube Jehovah. Inyegede bonu, inyegede wetoy, oh. Inyegede lumda, inyegede tutu. Inyegede bonu, inyegede lumtoy, oh. Inyegede lumda, inyegede tutu. Itinye amune. Yote yaliyotendeka Baba, yote yaliyotendeka Baba, ingenwe, ingenwe. Watu wa Emuru Wadikiri, nipatie mkono namna hii. Nipatie tu mkono mahali uliko hivi. Mbele zako Baba, tulilia tukiomba. Mbele zako Baba, kiburi Jesu igone ignaeto. Hallelujah. Kiburi Jesu igone ignaeto. Asante. Kiburi Jesu igone ignaeto. Asante. Asante. Tumpongeze na makofi tafadhali msanii mwenzetu. Nani anakuja jukwani? MC Jaffe. Asante sana director wangu chipukizi. Na iwapo wewe ni msanii na upo hapa, unatoka jamii yoyote ile, iwe Kimasai, Kikuyu, yani jamii yote ile, tafadhali unafika pale unajisajili na young man pale Israel, alafu atakuandikisha ndio tukupatia nafasi. Lakini nafasi hii sasa hivi niweze kumkaribisha msanii wetu. Nasema kwamba hawa wamekuwa gospel artists, Ngonga aliwapenda wote. Nataka sasa kuelekea upande wa secular, nimkaribishe msanii wetu Sweet Star. Sweet Star, tafadhali nafasi ni yako. Wapi makofi ya Sweet Star tafadhali? Asante sana. Thank you.
Najua mwenda zake na usiondoke sister tafadhali. Sister, naomba tafadhali, najua Mheshimiwa Ngong angependa kudance. Angesikia rhythm kama hiyo angesimama na dance. Tafadhali kama hiyo rhythm imekuingia, tafadhali naomba tusi wote tusimame na let's dance because we are celebrating, tunafurahia. Kwa hivyo naomba amage tono nage bye to mondaka mingo kutoka tono nago tien. Anane DJ from the top one more time. Asante. Tumpongeze na makofi jamani, Sweet Star. Msanii hatari, alikuwa rafiki ya mheshimiwa rafiki yetu. Basi niwaeleze tumefikia mwisho wa kipindi cha asubuhi cha wasanii. Niwajulishe wasanii wenzetu kwamba tutapata nafasi nyingine baadaye Mheshimiwa Rais akishawasili. Hivyo basi kwa sasa ni muhimu tuende kanisani. Kwa hivyo MC Jack tupeleke na rada. Ningependa kusema ya kwamba wakati wowote kutoka sasa Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto ataweza kujiunga na sisi, na itakuwa ni vyema wakati wowote ambapo pia tunaelekea kanisani, kwaya ya Mogondo Baptist Church waweze kututumbuiza tukiwa tunajitayarisha kumkaribisha rais katika sehemu hii. Ladies and gentlemen, I present to you Mogondo Baptist Church. Karibuni sana, please entertain us. Thank you so much. Na ningependa kuzidi kuomba tutulie vivyo hivyo tunapomsubiri Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto. Kwaya kama wako tayari, Mogondo Baptist Church waweze kututumbuiza na nyimbo ambazo zinaweza. Asante. Kwaya wanapoendelea kujiandaa, tafadhali ninaomba tena kwa heshima
Wale wenzetu ambao wako nje, ninaomba tuhakikishe kwamba hatujaziba mahali pa kuingilia tafadhali. Tuhakikishe kwamba hapo kwa entrance tafadhali, so that tusisukumane masaa nyingine. Vile MC mwenzangu amesema, wananchi, rais wa nchi ya Kenya Daktari William Samoei Ruto anajiunga na sisi hapa kwa ajili ya hii shughuli yetu ya siku ya leo, na kwa hivyo ninaomba sisi wote jamani, wale bado tayari chukua sehemu zao, that we take our position and prepare ourselves to begin the church service, so that program yetu leo iende bila tashwishi. MC Jack. Ningependa tu kusisitiza yale ambayo mfawidhi mwenzangu amesema, ya kwamba wale ambao wamesimama kwa njia, ningeomba tafadhali tusaidiane na maafisa wetu wa protocol ili we can clear the pathway, so that at least by the time the president is coming in we can have a clear pathway na tuwezi kuwa tunasumbuana na maafisa wetu wa usalama. Tunapoendelea kujipanga na kwaya, kumbuka ni kwamba wananchi wote wanahimizwa kwamba tutulie, ndio ratiba hii iweze kwenda sawa na tuweze kutekeleza shughuli zote ambazo zimetuleta hapa. Kumbuka pia tuko na wasanii chungu nzima, artist tugul tienik tugul jabuno libaga amaja somo wale oburu on standby. Immediately after this kebendi ratiba specifically nebo tienik, because kondo inde nyono to nego goru ko gichome tienik akonda kamiyu ko kata tiendo olon tugul. So amaja somo wale immediately yekage touch president keweksei kanisa asikobit kebe ngalekab tiendo akoi kusoso hadi tamati. Chipukizi, Karibu kwaya. Kwaya ya Mogondo Baptist Church wanapojipanga, ningetaka kumuita msanii Judy Mesopir aje atupatia peace, alafu tutaendelea na kwaya tafadhali. Judy tafadhali, Mesopir karibia, nafasi ni yako. Makofi kwa Yesu. Kongoi Jehova, Kongoi Jehova, Kongoi Jehova.
Asante sana mwimbaji Judy Mesopir na wimbo huo Kongoi Jehova ama Ashe Enga. Tunajua ni ya kwamba mheshimiwa marehemu Ng'eno alikuwa rafiki wa wote, na kwa nafasi hiyo pia jamii ya maa ambako hapa endo ningesidai endo ningajo iti eneishia. Basi kwa nafasi hii niwalete Soti Solai achukue nafasi hii. Kwa hivyo Soti Solai, popote ulipo, atafika hapa mbele. Asanteni sana, naona kule nje tumetulia vizuri na tutaendelea kusubiri kwa muda mfupi, na Mungu atubariki, tuendelee kufarijika na Mungu yuko nasi. Kwa hivyo Soti, popote ulipo, tafadhali. Na kama anapojiandaa ni vizuri, tayari tuna kanisa ambayo itakuwa inatuongoza, ambapo mheshimiwa Ng'eno alikuwa anahudhuria, kanisa la Mogondo Baptist. Kwaya wako tayari ili kutupeleka moja kwa moja tunaposifu Mungu na kuendelea kufarijika. Kwa hivyo kwa nafasi hiyo, ni kama mwimbaji Soti anapoendelea kujipanga, Mogondo kama tuko tayari. Thank you. Mwimbaji amewasili. Kwa hivyo karibu sana, tuendelee kufarijika. Asante, karibu. Let's sing together.
Asante sana, tunaendelea na tunaposonga mbele Mheshimiwa marehemu alikuwa akihudhuria kanisa la Baptist Mogondo, na kwa nafasi hii tuko katika ile hali ya kanisa sasa. Kwa hivyo wataimba bila vyombo, kwa lugha ya muziki tunaita kapela. Kwa hivyo Mogondo, tuendelee sasa. Mitambo zimekuja, basi tunaomba tuanze tena, kisha muendelee hivyo mpaka Mheshimiwa Rais afike. Mtupe ngomba nyingine kama 3 tafadhali, msiondoke. Tunaomba muendelee kutuimbia mpaka Mheshimiwa Rais aingie. So tuanze na hiyo ngoma umeimba, kisha utupe nyingine mami. DJ, tupe kibao tafadhali.
uliopita ni kwamba kwaya itaendelea kututumbuiza mpaka rais atakapofika hapa. Ni kuhitaji tu na kusema kwamba rais yuko na sisi hapa na atajiunga na sisi wakati wowote kutoka sasa. Kwaya inapoendelea kututumbuiza, tunaweza endelea kujiunga na kwaya. Wale ambao wanaweza imba waimbe na sisi tafadhali, kwamba ni wewe Bwana. Karibuni kwaya, tuendelee. Tusimame sote tafadhali. Wacha niombe tusimame sote. Wacha niombe tafadhali tusimame sote. Sema asante sana Rais kwa kujiunga na sisi. Karibu sana Emuru wa Dikir, kaunti ya Narok, na tunasema uweze kujihisi kwamba uko nyumbani. Anaendelea kuwapa pole familia zote za wale ambao waliangamia katika janga hili lililotokea Jumamosi uliopita. Rais amejiunga na sisi kuwapa tu pole na kuwafariji familia
Kumbuka nimekuambia kwamba amejiunga pia naye naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, na amesindikishwa kwa ukaribu sana na gavana wa Narok ambaye ni Patrick Ole Ntutu. Tuwapigieni makofi tafadhali viongozi wetu wanapoingia. Rais anampa pole mjane wa Mheshimiwa Johana Ngeno. Nasema rais, karibu sana. Tunapoendelea na kwaya na pambio, ningeomba tafadhali, kukiwa tumesimama vivo hivyo, ningependa ili nikaribishe kwaya waweze kuingia, alafu kutoka hapo kwaya wataweza kutuingisha ili tupate the clergy ambao wako hapa. Kwaya tafadhali tupe pambio. Karibuni sana. Basi kama tumesimama, nataka nialike Reverend Dominic Award atuongoze kwa ombi la kufungua ibada yetu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambao tumekusanyika hapa tuweze kuleta pole zetu
kwa familia ya wapendwa wetu ambao wametuacha. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya umbali huu. Tunasema ni asante, Mwenyezi Mungu, kwa mkusanyiko huu, Bwana, wa jamhuri wetu wa Kenya, Daktari Samuel Ruto na naibu wake, mawaziri ambao wamefika. Ninawakabidhi mikononi mwako Baba. Pia ninakabidhi clergy ambao wametoka katika dhehebu mbalimbali, Bwana, wakati huu wa maombolezo, Mwenyezi Mungu, uweze kuwafariji. Na ni katika jina la Yesu mwombezi wetu, amen. Ninaomba kwa heshima tuweze kuketi. Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Abraham Kithure Kindiki, Speakers of both Houses, National Assembly and the Senate, all Cabinet Secretaries present, all the governors present, all honorable members of Parliament present, all PSS present, all national and county government leaders present, all family members of the deceased, led by the family of Honorable Johanna Ngeno, members of the clergy na waombolezaji wote, karibuni kwenye ibada hii ya leo ya mazishi ambayo inaongozwa na kanisa la Baptist, kanisa la Kibaptisti la Kenya. Ndugu, sasa niweze kukaribisha waimbaji. Kwaya ya Mbogodo Baptist Church, tafadhali waje watupe wimbo moja. Mbogodo Baptist Church, karibuni.
entire Kisiara family, on behalf of the Africa Gospel Church Kenya, ningetaka nilete risala sa rambirambi. Pikyok chebo Murwot Tugir. Negoto kanisa nyo nebo AGC Kenya, kokakengalale Nairobi ketar. Kokaibu mutyo mising Rwanda nebo nyiganani Joanna Ngeno ak chekitupche chemi borwekwak ireyu. So ningetaka niseme pole sana. Joanna Ngeno has been a great pillar because in this constituency, including this school, I can see right at the far end a building that was constructed with the support of Digiri Constituency Fund. This is an AGC-sponsored institution and many others across this land. And every Sunday, when Joanna woke up, most of the time he would find himself in an AGC church. Tumetafuta na nashukuru Mungu President wa Baptist Convention Jamhuri ya Kenya kwa heshima yake kuwa nasi na ni yeye atatuletea neno. Asama chekitupche alonge Gaston Doni kuibwe ngolyotab Jehova. Alengo yam kora kasarta kaker kochome biik tiendo amu kichome Joanna tiendo. Kitakekonech tiendo en yon kikaikaenge. Koinguni asame alokas kiboitiondo nebo Jehova aweze kutuletea neno, na nimesema kwa niaba yetu sisi zote kanisa la AGC Kenya kwamba tumesema pole. Mungu awafariji, Mungu asimame nanyi. Niko hapa na Administrative Secretary Reverend Tonui pamoja na Area Director wa dunia hii. Mungu awe nanyi na awe na sisi zote. Rais, tumejiunga nawe kwa sababu huyu kiongozi ambaye amepumzika amekaa na wewe na mpaka dakika ya mwisho alikuwa anaongelea kusimama nawe. Engasarin gigiote kanisa en Bethel AGC, you remember Your Excellency, kokikamwaun kole lae kimurtoiyot ako kiminyalilda akinye nekiyole tunitun. Kwangen tupchenyun ale iyae kosulda. Inyekanet nekitoretin Jehova en yu tugul ako kaitelemye asitwoi si boisionik tugul chebo Joanna. Poleni sana. Asanteni. Asante sana Bishop for that encouragement. Nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya makanisa zetu za Kibaptisti Kenya kuleta pole yetu na rambirambi yetu kwa familia yote ambao wamepoteza watu wao. Kwa majina naitwa Dr. Abuya Bennett, kiongozi ya makanisa za Kibaptisti Kenya, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya rais wetu pamoja na wajumbe wote ambao wamefika. Tunashukuru Mungu pia kwa sababu ya watu eneo hii, kwa sababu ya kuwa wakutukaribisha sana. Leo mbele yetu neno la Mungu limesomwa kutoka kwa kitabu ya Zaburi 23 na ya pili yamesomwa kutoka kwa kitabu ya 2 Timothy chapter number 4 from verse number 6 to 8. Today I want to share from a topic that I was calling finishing well. Friends, I want to tell you, nataka niwaambie ya kwamba maisha yetu ambao tuko naye ni safari. Kila asubuhi, kila jioni, kila siku tuko katika safari ambao ni safari ya maisha. Na nataka niwaambie ya kwamba wakati ambao tunatembea katika safari hii ya maisha, matakwa yetu ama jambo ambao tungependa sana ni ya kwamba tuweze kupata kumaliza vyema. Na vile nimesema ya kwamba maisha yetu ni safari, friends, inamaanisha ya kwamba safari inakuwa na mwisho. Leo tumesanyika kwa sababu ya wapendwa wetu ambao walitembea miongoni mwetu, wapendwa wetu
ambao tulikuwa tunawapenda sana, wapendwa wetu ambao tulikuwa tumeshiriki pamoja nao. Na leo tuko hapa kwa sababu wamemaliza safari. And friends, as we talk about the journey of life, jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana ambao tunapenda kujiuliza ni ya kwamba vile ambao Paul aliandikia Timotheo, kwa sababu alikuwa anaona kama amefika mwisho wa maisha yake. Alimwandikia akimtayarisha kwa sababu alikuwa anaona ya kwamba anaelekea mwisho. Lakini swali ya kwanza ambalo ni muhimu ambao inatakana tujiulize, how will people remember you? That is one important question that we need to be able to ask ourselves. Watu watakumbuka sisi namna gani? Kwa sababu wakati ambao tunapitia katika ulimwengu huu, tunaandika historia yetu. Ngeno aliandika historia yake. I saw him as a very passionate man. Licha ya kwamba mimi sio katika siasa, lakini I saw him as a man that was loved by his community. And I believe because of his history, the good history that he has written, that is why the clergy are gathered here, and that is why the whole nation and the leadership is here. So friends, what will people say about you when you be able to finish or when you are gone? Will they say that you are a loving father, a loving mother? Will they say that you are a friend? Will they say, watasema ya kwamba lile kazi ambayo umeyafanya, hata kwa mahali popote ambao Mungu amekuita ufanye kazi, will they say you did it well? That is a very important question that all of us need to be able to ask ourselves. Because the time of death will come. Yesterday, I said that death is certain. It will come, and that time is coming. And all of us that are seated here are candidates of death. The only thing that is not known is how and when. But the main question we need to ask ourselves, how will people be able to remember you? Paul answered this question by writing when he was in the Roman jail. He wrote his own epitaph, and he said that he is going to finish the journey. And he said that he has kept the faith, he has run the race, and he was going to finish the journey. So today, as we come to escort our friends in their last moment of time, when the family is sitting and the nation is sitting, what about us? How will people be able to remember us as a people? Paul approached his own death because he knew the time had come, and that is why he was saying he knew where he was going, and that is why he was saying that he had finished the race. For 20 years, 50 years, 10 years, 70 years, that the Lord may be able to give us to live on this earth. How will we be remembered? The next question that is very important that I want us to be able to address, what kind of departure will you live? Wakati ambao utakuwa unaenda, what kind of departure will you have when you leave? Paul knew that his death was close. He knew, he felt it, and he knew that the time of departure has come. Let me tell you, friends, each and every morning we are getting closer to our point of death. And when we are getting closer to our point of death, are we prepared that when that time comes, we will be able to stand and say, we have done all our best? When I used to be a young pastor, I always thought ya kwamba ni wachungaji peke yao wameitwa. Lakini nimekuja kudambua na kugundua ya kwamba sisi wote tumeitwa katika mambo tofauti tofauti. Wengine wameitwa katika siasa, wengine wameitwa madaktari, wengine wameitwa wachungaji, wengine wameitwa viongozi mbalimbali. Na jinsi ambao tumeitwa kama jinsi ambao ni tofauti tofauti, all of us will be able to give an account. Bwana Yesu asifiwe sana. What kind of departure will you be able to have? What kind of departure will you be able to have? The third thing that is very important that I want to be able, and Paul addressed it very well. What kind of legacy will you leave behind? Ni legacy aina gani ambao utapata kuacha wakati ambao utakuwa umeondoka?
Jana tulikuwa hapa, niliona jinsi ambao watu walipenda mtumishi wao, kwa sababu he has left a good legacy that will be able to remain in the lives of the people here forever. And that is why Paul said, and he said that because he knew the legacy that was living, that is, he was saying, I have fought a good fight. I have finished my race. I have kept the faith. That was the legacy that he was able to leave behind. All of us that are here, whether pastors, whether political leaders, whether doctors, but there is a legacy that we need to be able to leave behind, that people will be able to remember us. Paul proclaimed the whole counsel of God. He did not back down. He did all that he could be able to do so that he could be able to finish his own race well. Our friends have left their legacy because they have done what they could be able to do by the time that God was able to give them. Friends, as we live on this earth and as we pass on this earth, the desire of God is that we'll be able to have a print and leave a print wherever we go, because God has purposely called us so that we can be able to leave a legacy. Paul never stopped fighting. He never stopped running, because he knew that there was something that was awaiting for him. And the fourth thing that is very important that we need to be able to ask, and Paul talked about it, what kind of reward will you receive at the end of the journey? Ni zawadi ya aina gani ambao utayapata mwisho wa safari hii? Kwa sababu kuna taji. Paulo anasema in verse number 8, anasema ya kwamba, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the judge, will award to me on that day, not only to me, but also to all that have been able and are longing for his appearing. What kind of reward will you be able to receive? As a leader, as a man of God, as a Christian, what kind of reward will you be able to receive? Paul knew that the reward was awaiting. Paul's faith shining so brightly that the darkness of the Roman jail could not put him down, because he knew that at the end of the story, there is a reward. Friends, I want to encourage us and tell us today, there is a reward for those who will finish this race well. Wale ambao watamaliza mbio hii kwa hali ya usalama, wale ambao watakimbia mbio hii na watamaliza mzuri, kuna zawadi ambao itapata kuangoja. But it's very important to be able to understand what kind of reward are you awaiting for. Paul was awaiting for the reward that was coming from God. It will be a guaranteed reward, because it is a reward that is coming from the Lord. Our people have fought a good fight. They have come to a point of finishing their race. Now they are waiting for the time of reward. Sisi ambao tuko hai, sisi ambao bado tuko hai, jambo haya maina ni muhimu sana. Tutakumbukwa namna gani? Kwa njia gani ambao tutapata kuenda? Ni legacy gani ambao tutapata kuacha? Na la mwisho ni ya kwamba ni reward gani ambao tunatarajia ili tupate kuchukua. Let me tell you that all of us as we live, we are writing our own story. We are writing our own epitaph. At the end of the day, whatever will be said about us is what we have done when we are alive. And I want to conclude by saying this to the family. I can't say that I know what you are feeling. I can just imagine. But in all that situation where you are today, katika hiyo hali ambayo tuko ama muko siku ya leo, Mungu bado yuko pamoja nanyi. Ndio sababu Daudi anasema ya kwamba hata wakati ambao anapitia machungu ama anapitia ndani ya kaburi, lakini Mungu bado yuko naye. Na hata nyinyi nataka niwatie moyo ya kwamba katika hiyo hali kaya sahihi ambao mnayapitia, Mungu bado yuko pamoja nanyi. Na leo baada ya ibada, kila mmoja wetu tutakuwa tumeenda, but I have good news for you, ya kwamba kuna Mungu ambaye haendi, hatabaki na nyinyi, hatawatia moyo, hatajibu maswali ya moyo wenu, kwa sababu he said, I will neither leave you nor will I forsake you, because he's a faithful God that never leaves his people.
So our prayer for you today, as the clergy, that may that God remain together with you. May the Lord hold your hands. May the Lord be able to protect you. May the Lord console you, even when all of us are gone. When you look around and you're not able to see anybody, may you see the hand of the powerful God. Shall we rise as we pray? Tungependa kwanza tupate kuomba kwa ajili ya jamii, na pia katika opportunity kama hii tungependa pia kuombea nchi yetu, hasa wakati hii ambao tunayaelekea. Let me pray for the family. Mighty and everlasting Father, we thank you. Even this moment, you know it and you are aware, because there is nothing that has been hidden from you. Lord, as we gather today, in the last moment that God, my Redeemer, we are sending off our brothers, our sisters, our fathers, our friends. The families are standing before me here today. Lord, my Father, all of us shall be gone by after this. But Lord, the good news is that, Lord, you say, you neither leave nor forsake your people. Our prayer that, Lord, you may console with this family. You alone know what they are going through. You alone know the questions that are in their heart. Lord, this afternoon, King of glory, stretch your hands upon them. Even the children that do not know what is happening today, Lord, you are the answer that you can be able to give them. Lord, we join together as clergy. We lift the families to you. That God, you will be able to make them stand strong. That one day, they will also be able to stand with others as a form of comfort. We thank you because you are going to do it. We thank you because you are our God. We thank you because you are faithful. Blessed and honor be to your name. And in the same point, Redeemer, we are standing here as a nation. We are lifting our nation before you. We have lost a leader. And because you have lost a leader, as a nation we are mourning. Console together with us. Encourage together with us. We are lifting our nation to you. We thank you for our president. We thank you for our deputy president. We thank you for the governors. We thank you for the senators. We thank you for the cabinet ministers. We thank you for the members of parliament. We thank you for the speakers. We thank you, Lord, my Father, for the MCAs and every leader in this nation. We are praying, Lord, that you may watch over them. Thank you for the nation of Kenya. In all the 47 counties, may your presence reign, Jehovah God. We refute every scheme of the enemy in the mighty name of Jesus. And we pray that God, my Lord, may your angels watch over this land. Even, Lord, as we look forward to the elections of the next year, how we pray that you join us together as the family of Kenya. May we speak the language of Kenya. May we speak the language of brothers and sisters. The way that you joined us together as Kenyans, even in the funeral of our brothers, continue joining us together. Father, we thank you. We bless you as we dedicate Kenya to you and dedicate the families affected to you in the name of the Father, the Son, and that of the Holy Spirit. Amen. May we be seated. Thank you very much. In this moment, I want to welcome Reverend Kaleke, who is going to lead us in the time of offering. Thank you very much. May the Lord bless you. May the Lord bless the family. May the Lord watch over you. Thank you. Baba wetu mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu, sisi mbele yako kwa heshima kubwa yako Baba wetu tunakushukuru. Baba, tunaomba kwa jina la Yesu utubariki. Mungu wetu mbele yetu, Baba wetu tunakuja na sadaka yetu katika jina la Yesu Kristo. Na Baba, ninaomba utubariki. Naomba Baba wetu kwa ajili ya familia zetu. Mungu, kwa serikali yetu na kanisa lako na watu wote, mfalme wetu wa mbinguni. Sisi Baba tunaleta umoja wetu, na Baba tunatoa saka zetu na sadaka yetu ili Mungu weze kutubariki pamoja. Mungu wetu, ni heshima kubwa ambayo umetupatia sisi, mfalme wetu wa mbinguni, na kwa heshima hii mfalme wetu tunasimama mbele yako na kukushukuru.
Asante kwa kila mmoja wetu, Baba wetu wa mbinguni, tunapokuja mbele zako na kulete sadaka yetu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Tunapoenda kuabudu Mungu na matoleo yetu, naalika ashas wote waweze kuja mbele. Tutasimama tuweze kuimba wimbo ambao unasema yetinde nyuri ndo yua. So tunapoenda kutoa matoleo tunaweza kusimama. Asante sana tu, kama tuja hand over kwa Bwana Gitonga, ningependa nilete pasta ya Ng'eno ili ajulikane, mchungaji ambaye alikuwa mchungaji wa Ng'eno wa kanisa letu la Kibaptisti hapa. Huyo ndiye alikuwa mchungaji, ni mchungaji wa nyumbani hapa, anaitwa Reverend Kimutai, ambao ndiye alikuwa mchungaji ambao ni ya Ng'eno. Na wakati leo asubuhi tukikutana na yeye, Bwana Rais alisema ya kwamba Ng'eno alikuwa na ndoto
kwa hiyo kanisa lake. Na hiyo ndoto ya Ng'eno amesema rais ukamilishie yeye, kwa sababu wewe ndio sasa nakuona mkiwa na governor. Na ndoto ilikuwa ni ya kwamba wajenge kanisa hapa mashinani, ili next time tukikuja tupate kama kwaya iko na nguvu na kwaya inafanya kazi kwa nguvu, kwa sababu amesaidika. Kwa hivyo kwa niaba yake, tafadhali, thank you very much. Thank you. I want to hand over to Gitonga to be able to take over. Thank you very much. May the Lord bless you. Na mjue mvua iko, kwa hivyo kama wachungaji mtupeleke mzuri. Asante. Bwana Gitonga ananiambia ya kwamba familia wasimame tena tuwaombee. Kwa hivyo naomba familia tusimame tena. Not bad, maombi ya choki. Kwa hivyo familia tunaomba msimame. Unajua pengine kuna roho amenena na yeye tena, lazima tuheshimu hiyo. Amen. Na kilaji naomba tusimame, tuungane pamoja kwa maombi kwa ajili ya jamii. Kwa hivyo wacha tuamini na tuombe. Baba wetu na tena Mungu wetu, mbele yako ni watoto wako ambao unawajua na majina yao. Bwana, wakati kama huu wanapitia mambo machungu mno. Kuna maswali wako naye ndani ya moyo yao ambao hata sisi wachungaji hatuna jibu. Lakini wewe Mungu, kwa sababu wewe ni Baba na wewe ni muumbaji wetu, Baba unaweza kuwapatia jibu. Tunaweka familia zote mikononi mwako, kwa sababu familia hii, jambo hili wapata kwa ghafla, kwa sababu Mungu haikujulikana itakuwa namna hii. Lakini wewe Bwana, kwa sababu neno lako linasema hakuna chochote tatutenga na upendo wako. Na Paulo akahesabu njaa, akahesabu magonjwa, akasema kifo, na akasema kwa haya mambo yote sisi ni juu ya washindi. Naomba familia hawa wawe juu ya washindi kwa wakati huu. Tukiondoka hapo mahali hapa Bwana, baki pamoja nao, ukawalinde, ukawabariki, ukawafariji, ukaonekania katika kila hatua katika maisha yao. Mungu wetu, ukitenda haya tusikie ushuhuda, sifa na utukufu itakurudia. Tuakupenda kwa sababu wakati wote tumekuita unatenda makuu. Baba, tenda, jina lako likapate sifa, kwa jina kula Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. God bless you. Thank you. Kama take over. Jambo tu ni ya kwamba weather ni mbaya, kwa hivyo msiache kilaji wanyesewe kwa wakati lile. Amen. God bless you. Tupigie makofi wachungaji tafadhali kwa kazi ambayo wamefanya njema kutuongoza vema. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, Your Excellency Professor Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, the Speaker of the National Assembly, all members of Parliament led by the majority leaders, the National Assembly and the Senate, the governors present led by the Governor Narok County, all cabinet and principal secretaries present, all mourners that have come to pay their tribute to our loved departed ones. Your Excellency, would like now to eulogize our departed loved ones who are here, and allow me to start with the family of Honorable Johanna Ng'eno. So allow me to invite the family who we had agreed would represent and come and just stand here as we do the eulogies, or eulogize them with a tribute. And the tribute is going to be handled or read by Nayanoi Ng'eno Ntutu. Tuwapigie makofi tafadhali wakija. The family, the immediate family of Honorable Johanna Ng'eno, to pay tribute to the Honorable departed Johanna Ng'eno. Karibuni.
Good morning. I'm going to read the tribute. Penzi wangu Johana, kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Kama ilivyoandikwa katika Biblia, Ruth 1:16. Usinisihi ni kuache, nirejee nisikufuate. Kwa maana uendako nitakwenda, na ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na mbugu wako atakuwa Mungu wangu. Kwa mama yangu mpendwa, Mary, ujue nitabaki kukujali na kukuheshimu kama mama yangu mwenyewe. Kwa watoto wetu, Cheruto na Chesang, baba yenu aliwapenda sana na kumbukumbu zake zitaendelea kuishi ndani yenu. Na kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Johana, ulipendwa na utakumbukwa daima. Asanteni. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa majina naitwa David Ngetich, ambaye mimi ni mtu wa familia, mimi ni ndugu ya baba ya Mheshimiwa Ng'eno. Tunasema asante kama familia kwa vile ulitushika mkono wakati tulikuwa na ugumu, wakati Mheshimiwa Ng'eno alituacha. Tunashukuru kama familia kwa sababu ulitusaidia tangu wakati hiyo maneno ilipofanyika. Umetusaidia. Mheshimiwa Rais, tunasema kama familia, Johana Ng'eno is a hero na alitusaidia sana. Kwanza Mheshimiwa, kwa familia, Mheshimiwa Johana Ng'eno alikiacha. Wakati alipomaliza shule, tulikuwa na dada yake ambaye anamfuata, tulimpoteza. Hata yeye mwenyewe alijisahau na akakuja akachukua nafasi ya kusaidia watoto wa dada yake ambaye alituacha. Na alifanya kazi kubwa mpaka akasomesha hao watoto, na labda nitakuonyesha Mheshimiwa Rais, kwa sababu walisoma, waliwachwa wakiwa wachanga sana, lakini Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Ng'eno alisimama na hawa na akawasomesha. Niko na vijana wawili hapa. Huyu ndio kijana mkubwa ya dada yake ambaye alifanya Ng'eno hata asimame na familia. Kuna kijana mwingine hapa anaitwa ni ndugu yake pia. Huyu Johana Ng'eno alisimama na hawa na akawasomesha. Mheshimiwa Rais, hata kwa basari yake anawekaga nafasi ya kwanza kwa wale mahatima, kwa sababu wakati alikuja kuwa mtu mkubwa aliona watima kwa familia yake, na anafanya hiyo kazi kwa basari yake mpaka wa leo. Wakati utakapokataza mahatima, mtakosana na Johana Ng'eno. Kama familia tunashukuru. Kuna watoto Mheshimiwa Ng'eno ya familia na ya watu wa Dikir ambaye maisha yao iko chini kidogo, na lakini wamesomesha watoto. Mheshimiwa Ng'eno alikuwa na mabarua ambaye alikuwa napatiwa, na mpaka wakati huu mimi nafikiri hizo barua ziko ya kutafutiwa kazi. Na kwa vile Johana Ng'eno ametuondokea, Mheshimiwa Rais, utushike mkono na uangalia kwamba umetimiza hayo. Kwa mambo ya siasa, Mheshimiwa Ng'eno alifanya siasa, na ninakushukuru sana. 2022 mlipopatana naye, tangu kwanza 2027 ambaye alipigania kiti, 2013 akapata kiti ya ubunge ya Emurua Dikir. Hakuna tofauti, tunatofautisha Emurua Dikir na Johana Ng'eno. Tukisema Emurua Dikir tunasema Johana Ng'eno. Lakini wakati huu ambao tumepoteza Ng'eno, shika Emurua Dikir. Wasikie ya kwamba
wako na wewe. Neno la mwisho ambaye ningelitaka niseme ni kuhusu mama wetu. Mama wetu Mary ambaye ni mtu wa Mungu. Amekuwa akiomba kila wakati kwa ajili ya familia, kwa ajili ya constituency hii, kwa ajili ya kaunti yetu na national government. Huyu mama amekuwa mama ya kuomba. Wakati ya Jumamosi, Johana Ngeno hataondoka kwenda kila mahali kabla amsalamie mama. On Saturday, yeye mwenyewe alikuja kunywa chai na mama na kijana hao mkubwa anaitwa Paulo. Hao watatu. Baadaye Johana Ngeno akamwambia mama, kwa sababu anajua mama anaomba sana. Akamwambia mama, mimi nataka uniombee. Wakati mama alianza kuomba, aliomba. Kabla kumaliza kuomba, ndege ikafika. Na mama aliendelea mpaka ndege ikatua. Wakati huo ndege aliposhuka, mama akamwambia, kumbe ulikuwa unaniambia uniombee na kumbe ulikuwa na safari. Johana Ngeno alicheka na akasalamia mama, akaenda wakati alienda kuanguka. Mheshimiwa Rais, mimi nataka tu kwa nafasi hii ndogo niwaonyeshe watu wa familia. Huyu ni Mama Mary ambaye ni mama ya Mheshimiwa Ngeno. Mimi nafikiri unamjua sana. Huyu ni ndugu yake anaitwa Paulo Ngeno na ni kijana mkubwa kwa familia. Huyu ni dada yake anaitwa Sara. Mheshimiwa, yule mama ya hivi vijana wawili, mkuja hapa mbele kidogo. Pole kuja. Yes. Mama ya vijana hao wawili ndio Ngeno anamfuata na hao ndio wanafuata Sara. Hawa ndio watu wa familia. Tuko na familia kubwa, lakini hao wamekuja mbele ndio nimesema niwaonyeshe. Mheshimiwa Rais, tunashukuru na tuko pamoja na wewe. Pamoja na wewe na ushike familia. Labda ingawa mama ni mkongwe, labda anasema neno moja ama maneno mawili. Karibu. Ochomegei tugul chekitupche. Abaibai mising amun kimi tugul. Kiamdoi rirek ko en iman kwalakwa nenyaran mising en taitab Jehova. Amun besie nekiwendi Joanna ko kwendi banda age ko king'et akonyola mi akole soiwon. Ko saenyu kotam asochini kila tugul ko koboto serikali. Asa kole ui komie. Abore tamoe kochun ndegeit. Asa ne kora abore katar saet kuribi mbebe ng'wony. Ale Joanna, yukele asa komur oret ndegeit kororyo kole komur oret konyone. Ale bakobur saet katakekas kole makakas Jehova ne ko kiana ole kikas Jehova amun matin kotule ndegeit kokase ako kamomwochini biik amwochini Jehova ko chekitupche kainetab Jesu. Ale ak biikab Tigiri kongoi mising kakatak kikoyumak Jehova ak Joanna. Kikoyumak ine mising kokotok emoni ako Joanna. Ara ko kongoi en akwek akotok tugul ale kongoi. Kokinekamwochini President Arap Ruto komametoi ng'echeret en konyu.
Mamanda ngecheret ngo nyuna botinyi lok. Chekikosomesan juana. Ako kikosomesan tugul mami lakwet nematinye degree. Kobate kityo konu tugul. Asikoker nekokochi konam ngecheranito. Ko ngolyo nai notinye kononito ni. Wekse ngecheret konyone ka Mamanda. Ko kongoi mising ngolyo nenyu nekamwa kononito ni. Ale wekse ngecheret konyone ko kokase biikab tigir tugul. Akokase bororiot tugul. Kokamwa ale nyone ko ngecheret. Amun atinye lok chebo lagokchuk kora. Amache konam ngecherani. Amun betut nekimoche wikit agenge sikonyokwo Joana ko kikiborbon kimuton biikab serikali. Akoleon nyonam ngecheret. Ale ainon kole President. Ale ane kole inome. Kikimutan akobwototi ale kalyan bichu sikodeano President ako karawositu. Amuche abois. Awanyok sikibet nini kakinaman eunek akebe. Akobwoti kityo ale kalyanan ngalechu. Ebe man kemi oret. Atelel kiten asir nguno. Koyasir wany akosisikan ale Jehova kalyan. Kalyan o Jehova. Kosisike Jehova tole letamitu kwa. Kole ame kounonito. Ko nguno chekitupche. Kwamut kowa. Abwat ale abere kitakomwowon kele kobo koku ngecheret. Anan kiale nokwe. Sikulyo kelyon inam ngecheret komakole kabakach lakwaninyu ngecheret. Konaman kele ainon nyene nameche ngecheret. Ko komwowon any ale nguni ale ak biikab tigiri kong'eten serikali tugul ngecheret komawendi buch. Kingele onam ko kikingen atinye lok chenome. Mane. Kayama ngalechoniton yome Jeiso chetenjon en ngairetab kwanda ak werit ak Tomiriet netilil. Inasa agenge. Inasa Kiptayat nenyon Jehova ak werit ak Tomiriet netilil. Kongoi Kamuktaindetab Israel. Kongoi amun koiribech kot ko nguni kemi ak tupchosiechu tugul kechomegei. Kwandanyon Jehova ingen kit age tugul rirek chekitinye kosich kaikaech ak ikaikai serikali. Amun manegen nerire. Rirtos serikali ako rirtos biik. Kamuktaindenyon Jehova telelchi serikalini en Kenya. Telelchi biikuk en Kenya. Ribikuk Kamuktaindenyon amatingwochi biikuk ngot ibindab karisiekab bonwekwak chebendote. Ikochin kobendaten Kamuktaindenyon ak inam steering en karisiek chebune. Kwandanyon Jehova kasa akobo chebune karisiek en bet ak kemoi. Kasa akobo chebune ndegeisiek en bet ak kemoi. Kasa akobo chebune melisiek en bet ak kemoi. Akole Jehova ribichu kwandanyon. Tononjin bichu, tononjin serikali sikoburkeit emoninyon bo Kenya. Amen. Kole Jehova inye. Huyu ni dada wetu mkubwa. Okay. Sasa Mheshimiwa Rais, hawa ni watoto wa Mheshimiwa Ng'eno. Hawa wasichana watatu ndio huyo mama yao, kwa sababu ni kitina mima kwa familia ndio ilikuwa ni wa mwisho. Na tunashukuru sana. Asante sana. Asante Mheshimiwa Rais. Familia inayofuata ni familia ya mwenda zake Wycliffe Rono anayejulikana kama SportsPesa, na atakayetusomea tribute yake ni Lydia Rono. Karibuni. Hadi kifo chake amekuwa mtumishi kwa serikali ya Mheshimiwa Ole Ntutu. Karibu.
morning. I am going to read the tribute. Before I say anything else, I want to sincerely thank our President, our Governor, the leaders present here today, our friends, neighbors, and the entire community. During this very difficult time, you stood with us, your presence, your prayers, your comforting words, and the support you have shown our family have given us strength when we felt weak. We may not be able to thank each one of you individually, but please know that your kindness and compassion will forever remain in our hearts. My husband was not just my husband, he was my best friend, my confidant, my protector, and the greatest blessing God gave me. Through every season of our life together, he stood beside me with love, patience, and strength. He held our family together with kindness and wisdom, and he loved us in a way that made us feel safe, valued, and deeply cared for every single day. I will forever cherish the simple moment we shared, the laughter in our home, the conversation led into the night, the dreams we built together, and even the challenges we faced side by side. Those memories are treasures I will carry in my heart for the rest of my life. He was an incredible father, a loving partner, and a man whose goodness touched so many lives. Our children looked up to him with pride, and every day I saw how proud he was of them. His love for his family was deep and genuine, and that love will continue to live on in us. Though his journey on this earth has come to an end, his spirit, his lessons, and his love will remain with us always. He has left footprints on our hearts that time can never erase. My dear husband, thank you for loving me, for walking this life with me, and for giving me family and memories that will forever be precious. Saying goodbye is the hardest thing I have ever had to do, but I take comfort in knowing that love never dies. Rest well, my love, until we meet again. Thank you. Amwae Nipsigis. So amache amwa pole lakwenyun Wycliffe Kiprotich Rono SportPesa. Amache amwa mutyo mising kokibet. En betut nekimondo kokileo mam. Kait ndegeit koleone nini nanamanda. Ale iwendi ano? Koleon wendi ndegeit ni Mogondo. Ana ale wendi kora Mheshimiwa Joanna Ngeno. Ale oba komie. Akoleon sioribwon gaa. Koleon ribwon cheraka netindo. Akoleon ribwon ngetab kamni nekomioni. Koleon sige ale siamut kerichek nguni. Akoleon sirke ngalal baadaye. Akoi yon komatakeng'alal age. So amache amwa pole kabisa en konyun tugul, en lookyuk, en kokwet, en family, en kora serikali. Kokibet chito nekoming'in Gavana Ndutu. Pole. Kokibet lakwet nekomi twa, neko chorweng'ung, kotupche, lakini momei kiy sikotoretech Jehova. Gavana, siotoretech
oker napasi nekondewon chepyosaninyi sikoribwon lagok akorib babanyin akoribon ot akane. Lakwenyun ko kikoiman borto, lakini kibwon kerichek chebo 3 months. Ateben alenji keibwon kerichek chechang, koleon ane ko sabari. Ko kongokokwo ko kwanai ale kikiborchi. So amache amwa pole kabisa Mheshimiwa Ruto, President nenyon, sirikyech ak kinaech ak kokonech okot kiy netakotoretech mengech bichu kobokokwon chichi. Kwamwa kongoi en support nekokonech. Kongoi. Abwatite yo. Lakwanito nebo sport pesa tilet komoche sikomwa tributes nebo babanyin. So kimwoe pole my brother. Ko noton nekokitiengei nekokikusini kong en gaa. Kwamwa ale anege mongen ale amuche sabarini siotoret okot mama nekikoim borto. Mami chi age en gaa netinye okot kasit agetugul. President sikere lagok chekakibakach sport pesa ko chemengechen, che neo kobo grade 2 ak neming'in kobo 2 months. Kirircho ak serikalit so kerech ak kotoretech. So lakwani komongen ot kole kokwo kwanda kocheng'e, kongoker pichait kobore nini baba omutane limi baba. So kimoche sikobit kosoman tributes nebo babanyin. My name is Sasha Chepngetich. Greetings everyone. On behalf of my brothers and sisters, I stand here with a heavy heart as we say goodbye to our beloved father. Dad was our protector, our guide, and our greatest support. He loved us deeply and taught us to work hard, stay strong, and trust in God. Though our hearts are broken, we are grateful for the love and lessons He gave us. We promise to live by the values you taught us and make you proud. Rest well, Dad. You will always live in our hearts. May your soul rest in peace. Thank you. Your Excellency, the President, these are twins, the two children, Wycliffe's twins. There are 4 in total. The rest are still young, and the youngest is 2 months old. She's at home. So Lydia here, the widow, she's a graduate of agricultural economics, and she's still jobless. She secured the public service internship program, which she was to start February. But because she's still on maternity leave, she's still at home. So maybe, Mr. President, you can give an order that she be employed permanently there and to assist these children. They are still young. Otherwise, Wycliffe was the breadwinner of the entire family. She's the only one who was employed. And he has been assisting Mom and Dad here
to educate the rest of the siblings. So this family is hardly hit, and we ask for your assistance. Otherwise, we are grateful for the support you offered. And maybe just to say something, the reason why Wycliffe was nicknamed SportPesa is because he is someone who loves taking risks. He was a risk taker, and that's why people loved calling him SportPesa. So up to there, we are grateful to everyone for the support, the government, the county government through the governor, and he was employed by the TSC. But when Governor Ntutu was elected in the year 2022, he took him as a protocol officer. And that is why he was working till his demise. Thank you. Thank you, everyone. Your Excellency, sir, allow me to call on stage the family of the late Robert Kipkoech Keter, aka Carlos. And as they come on stage, the family will be represented by Kilelson Mutai. So allow me to call them on stage kindly. The family of the late Robert Kipkoech Keter, aka Carlos. It should be noted that Carlos began his teaching career, of course, at Kaboson and as well all the way to Kaplong. And as well, Your Excellency, during your reign as the Deputy President of the Republic of Kenya, you also had a chance to serve in your office, of course, as the protocol officer, which he did with loyalty and excellence. Karibuni sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and all protocols observed, here before you is the family of our brother Robert Keter, better known as Carlos. So we are here, we'll have very quick tributes from Emmanuel, Mama Ashley, the sister, and our mother here, very quickly. Today, we gather with heavy hearts to say goodbye to our beloved Carlos. To us, Carlos was not just a name. He was a pillar of our family, a source of our strength, love, and guidance. Carlos had a heart full of kindness. He cared deeply for his family and always put others before himself. Whether it was through his words of advice, his laughter, or the smile where he showed up when someone needed help. Carlos made a difference in our lives. As a family, we will forever cherish the memories we shared with him. The conversations, the smile, the moments that brought us together. Though he is no longer with us physically, his love remains in our hearts forever. Carlos, you will always be remembered and deeply missed. May you rest in eternal peace. The family of late Carlos wishes to express its sincere and heartfelt gratitude to the government for the honor and support shown to our family during this difficult time. We greatly appreciate the pledges made towards providing job opportunities for members of our family and support those in school, since Carlos was paying school fees for them. This gesture has given us hope and reassurance as we face the future without our beloved Carlos.
Your commitment to supporting the family reflects compassion, respect, and recognition of his life and legacy. We are also deeply thankful for the support extended by the government in ensuring that Carlos receive dignified and decent send-off. The assistance, coordination, and respect demonstrated throughout the funeral arrangements meant a great deal to our family and helped us honor his memory in a meaningful way. On behalf of the entire family, we extend our profound appreciation for kindness, solidarity, and generosity shown to us. Your support has comforted us during this time of grief, and we will always remain grateful. May God bless you all. Rest in peace, our heroes. We will forever remember you. Thank you. Nekonyitot President William Ruto, nekonyitot Governor nenyo ak kandoik tugul chemiten eng kwenunyon, amwoe mutyo mising en werinyu netai Carlos. Carlos ko kokecheyat nekararan en konyu. Kiong'ololchi keny amun kimi taban ole oyomengei ak Mheshimiwa Ngong. Kokoakoyanan okoakochomyo. Amwoe kongoi en noton amun kikesunen banda Changina. Changina ko kokwenyon. Kibur tuan mpaka nekit saa 10 nebo kemboi. Ako kingoitu kinyoketoche konyebut chego en sotet agenge. Ami kityo kakwonge ng'alek chekimwa en betunoton ak olekiburto biik amun kiaker akawe taban o moru betunoton. Asubuhi konyo kee chaik tuan akoleon mama katwe kwa mheshimiwa kibendi safari. Ale sawa ye chaik. Akomwon any project nekotesetai en konyon nekinam en betunoton. Konam project nekobakach nemongen ale tore ng'o. Kiwo komokeswon ng'alekab project noton. Kilyon kityo testai ilul ketik akoyomis nekibete ketichoton. Akomanda werinyun koit biik chechang kokatkei tugul. Kotokomi ko kochun ndegeit. Alei mama kait ndegeit. Kobakach chaik kole babanywan ongesa. Kosa akokochi sirutiet akekochi soisere sait noton. Akwo werinyun matakowek. Mutyo mising. Lagochu chok tugul kokoruiyo. Mutyo Ngong. Mutyo lagokyok. Mutyo ru komie Carlos. Koayan ale koiwe. Amwoe mutyo. Kongoi ru komie. So, Your Excellency, the project Mama here is talking about is a house that Carlos planned to build for his family, for his parents. So that is the request she's presenting to you, sir. My name is Kelelson Mutai. I'm the first cousin to the late Carlos. You know, Carlos had a way of messing with all of us. He arrived on Christmas Day in 1988. So even those who didn't know him celebrated him in their own way. And here today, we also celebrate his passing. He's such a great man.
Like I said, he was the hope. He was the hope of this family. And he really represented hope and a future, not for his family alone, but the entire Mariaria family where we come from, and Basueteg people wherever they are. They all mourn. So for that reason, we are grateful for those that supported him in his life. As you see, he graduated from Moi University with a bachelor's degree in education in 2015, but could not collect his certificate until 2013 because of fees, for which we are grateful to Mheshimiwa Kipchumba Murkomen for clearing his fees. He will tell us how much it was. He cleared his fees and he was able to graduate, and he finally had his degree certificate at hand that enabled Johanna Ngeno, Mama, Kilele Ngongoi, Kotore Johanna Ngeno, Damungi Gitore Kunyor the certificate, Nebo University, Kunyo Kotore Johanna, Kogochi Gasi, Danda Goto Mot Konam, Kilelem Ngongoi missing to the family Ngung Mama, Okpikwa Tugul, and Unogoname, Mheshimiwa. Kilele Ngongoi Gora, Amun Kogo Walchi, Ke Sirchita sister. Promises Chegoge Gone Kenambichu. Your Excellency, these people are 9 now remaining. So you can see what these parents of us have done. This lady here is a nurse. The young man here, Emmanuel, is a second-year student at Chuka University, Embu University. Aaron is joining university this year. He's ready to join even as early as May, if facilitation is availed, and that is the request we are having. This is what Carlos was handling. Otherwise, Aaron Cheriot as well, he presented a lot of hope to him. Wherever I was with him, whenever he had issues, he always called Aaron Cheriot, the majority leader. And we are very grateful that he always gave hope to him as well. So for everybody else, we say thank you in a very special way. We really mourn. That guy had a future. That guy had a future. I used to question him actually. Kita moleni, kali asing itanyengong. So finally he called me and finally, the last things he did, which surprised all of us, he said he has agreed to work with Johanna Ngeno. He will fight all the fights with him. I'm sure those who follow on social media, you saw that. But he also said that he is now standing for only 2 things in this world: for the truth and to prepare himself for Kipsengwe. And that is what happened. So that gives us comfort that he did those things and he has gone and he has rested well. Otherwise, we believe that upon graduation from Moi University, Your Excellency, the next school that he went to is the Ngong School of Leadership. He was the last entrant, I believe. Which school I hope and urge that when this university we have talked about, you promised to give us here, is established, we'll have a very huge department called the Ngong School of Leadership. Thank you very much and God bless you. Amoy Gongoi, Our Excellency President. Ingengalos, Kimi Ofisingu. Amoy Gongoi, Murkome. Ongenge Gabisa. Augita Retuan and Elegui. Amoy Gongoi Kapanan Tutu. Amoy Gongoi Senator Cheriot. Gongoi Missing. Motesini. Thank you very much. Your Excellency, the next family that I'm going to introduce you on stage to pay tribute to their loved one is the family of Nicholas Kiplangat Koskei, the man who captured memories, he captured images and made memories. So tafadhali, nitaenda kumkaribisha Leonard Kiprono, Sam, and the family to pay tribute
to their loved one. Karibuni sana. Mr. President and the Deputy President and all protocol observed, good afternoon. My name is Leonard Kipronosang, a brother to Nicholas Koskei, and here is my family. And to the person who is going to read the tribute, I'm going to welcome Petri to read the tribute on behalf of the family. Mr. President and all protocol observed, I'm Bet Kemtai, Nick brother, and I'm here to read for you tributes. We together, heavily hearts to mourn the loss of our brother Nick Kosgei, the pillar and the sole breadwinner of our family. Nick was just a brother, son, and a friend. He was our provider, our protector, and our greatest source of strength. His hard work, dedication, selfless sacrifice kept our family going. He carried our hopes on his shoulders and never complained, always putting us before himself. Rest in peace, Nick. You fought a good fight, you never rest, and you finished strong. We will forever honor you, cherish your memory, and strive to uphold the value you lived by. You will always be our hero. His Excellency, as you have heard earlier through our governor, Mr. Honorable Ntutu, Nick ndiye alikuwa kijana tuliyemtegemea nyumbani. Sisi kama familia tulitarajia Nick ndiye akuje abadilishe familia yetu, kwa vile mahali tunaishi saizi sisi tulitoka Narok, ndio maana mlisikia tunatoka saizi Bomet. Nick alipoanza shule, sisi kama familia, babangu na mama walijitahidi kuweza kumsomesha yeye. Ilhali alipokuwa akianza shule, shamba na vitu zote za nyumbani, all the resources, wazazi wangu walitumia kila kitu. Tuliuza shamba pale Narok hili tukakuja Bomet. Mahali tunaishi saizi Bomet, tunaishi katika plots. We are there like squatters. And because all our resources we spend on Nick so that Nick to come and change our family. Baba yangu aliposikia ndege imeanguka, aliweza kuniita niende nyumbani. Tuliposungumza naye akaniambia kijana wetu ni kama alikuwa kwa hiyo ndege. Na sasa hakuna mahali tutaenda. The earlier week alikuwa amepigiwa na mwenye shamba mwenye tunaishi saizi. Shamba tunayoishi saizi ni less than a plot, 3 of a quarter. Alipigiwa na huyo mwenye shamba akaambiwa atume pesa juu hatujawahi maliza kulipa hiyo shamba, kwa sababu pesa yote ya shule baba yangu aliuza hiyo shamba ya Narok ndio aweze kumlipia. Hadi saa hizi imekuwa ni huzuni juu mimi kama brother yake mkubwa tuna rent nyumba. Babangu aliniita akaniambia, sasa saizi Nick amepotea, amefariki. Nick tutamzika wapi? Kwa vile shamba tunayoishi haijakuwa yetu, hatuna title deed,
ni agreement peke yake tuliandikiwa, na landlord anataka pesa zake, the land seller anataka pesa zake. Nikamtuliza na nikamwambia Mungu anajua mbele, na hiyo ni mpango ya Mungu, na kwa hivyo His Excellency, tunaomba utuangalie kama familia, kama vile ulikuwa umetuahidi. Niko na sister yangu mdogo ambaye tumebaki pamoja nyumbani. Nick ndio alikuwa akimsomesha. Hiyo wiki ya Friday, on that Thursday, babangu alimtumia Nick message akamwambia shule itafunguliwa on Monday. Nick alikuwa alipe fee ya the whole year, juu shule alikuwa anatakiwa alipe fee. Kwa hivyo tunaomba mtusaidie kama county and na president. Asanteni. Mr. President, because of time, I would like to invite our father to introduce the family. Thank you. Your Excellency, the President, sitaki kuongea mengi. Mongolole chechang tamgelelen kigile kitindorik ako magitindo konyek. Amwoe kityo Your Excellency ale kere ngwony elakonoren kichana ndono nyudet. Akonorie keter. Igere Bwana Dutu, umekuja ukasema utapanga vile inatakikana. Sitaki kusema mengi, mtaona mali nitamshika huyo kijana. Asante. Asante sana. Asante sana Your Excellency, kwa ruhusa yako naomba niwaite familia ya mwenda zake Amos Kimngetich Rotich. Tafadhali kwa heshima waje hapa mbele kwenye jukwaa, nao pia wapate nafasi ya kupeana rambirambi zao. Atakaye waongoza Richard Langat ambaye ni mjomba wa mwenda zake. Familia ya Amos. Okay, thank you. Thank you very much. Our President, the Deputy President, and all our leaders, and all protocol observed, I would like to take this opportunity to pay tribute to our departed brother, our departed son. We are from the family of Amos Kimngetich. Amos Kimngetich was a Kenya Forest Service officer. He's only 23 years old. I think he's the youngest of all of them. Of all those who have perished, he's the youngest. And he's the second born to this mother. This is the mother of Amos Kimngetich. And these are the children, these are the brothers. This one and this one. So, Amos is the second born. Na ni kijana peke yake ambaye huyu mama amekuwa akitegemea. Na if you're busy, now that Amos has gone, this mother is very desperate. She has lost a breadwinner. I would like to give her a chance to say something. Asante sana Rais wetu William Samoei Ruto na gavana wetu Patrick Ole Ntutu. Wacha niseme kwa lugha ya ama mwale bole engichana yat nekokibet Amos Kimngetich neko lakwet nekotegemewa en gaa. Lakwani kokoming'in kobo kenyisiek 23 years. Kokikatoret en mheshimiwa en elekikokerchech kole kiki biik chekikimi ng'wony. Kosirwan lakwani konomwon kole sikotoretech. Kokon kokakimut lakwani kokoker ng'wonindo neo missing.
Akakergei komami kiy nobo ot en emoni. Nekole Jehova, ndakan imuti lakwani imutan amun kotoretindet inoni. Angetu sayai ne. Lani kokole Jehova amun koinye nekoipangani chu tugul. Koamwaun Arap Ruto ale mami kiy netongen. Atinye lagok en sukul che kosomesoni Amos. Ngandan kotom koyai lakwani kenyisiat akotinye nekit 3 years ngesir koik forest. Ko ngalekab forest. Koko lakwani koborchingei korok kole amache asomesan chekitupche si en betusiek alak konamun akinye eun amun anakane ateche family nenenyu. Kokotoreti lagok chemi sukul, kwatinye lakwet nemi university, lagok aeng chemiten secondary. Kokowo kwa Amos kokoririo ko nebo man kole mami kiy nekebo, kakeku chokora kongeten nguni. Takosomesane ngo. Amwaun any our excellent Arap Ruto alenjin toreton kabisa indewon lakwa en lagochuchuk chu atinye nafas non kobo Amos asitakorotwech moet amun kiiku buch kiiku zero. Kotko miten ofisa wa forest range, mimi ni mama yake, tafadhali kama uone yani njia yote uweke mtoto mmoja yangu nafasi ya Amos. Koma amoe ki otoreton kityo ki asitakiburien tugul en emoni. Kongoi. His Excellency William Samoei Ruto, His Excellency Deputy President Kithure Kindiki, and all protocol of staff. I can say good morning. Brother to Amos, nasoma Kisii University, 1.1 student first year. Acha kwanza nisome tribute. Today we gather with heavy heart to say our final goodbye to our hero, beloved brother Amos Kimngetich. You are more than a brother, you are a friend, a guide, and a source of strength to the entire family. Your kindness, humility, and warm heart will always be remembered. Though death has taken you from us, memories we shared will live forever in our hearts. Your life touched many people, and your absence leaves great void that can never be filled. We thank God for the time we had with you as we lay you to rest. We pray that the Almighty grant you eternal peace. Rest well, our dear brother Amos. You will always remain in our hearts. Rest in peace, Kimngetich Soget. The last talk we had with our brother Amos ilikuwa Saturday, kabla hiyo nini itendeke. Alikuwa ananiuliza unitumia account namba ya shule kesho nikulipie fee ya hii SEMS ya 1.2. Nikamwambia sawa, niko class, niende nitakutumia niende kwa nyumba. Kufika kwa nyumba stima ikapotea. That's Sunday. Asubuhi kaniambia huku nitumia ile account namba, nikamwambia stima ilikuwa imepotea but ndakutumia sasa, nikamtumia. Niliposikia hivyo nikasema tu ni Mungu amepanga. Ni Mungu amepanga. May you rest in peace.
What I can say, you are the pillar of the family, and nobody can fill the hole you left. Now, because you have left Amos, I can say, so sad to say this, I hope to wear the shoes you are. I must. Nafaa nichukue majukumu yote ya familia. Mungu anisaidie. Mungu anisaidie. Amos hata kwa ameambia Madhe, kuna construction material liko mahali inafaa iletwe. Kuna construction material alikuwa ameleta mawe na nini. Hiyo construction material yote hakuwa amemaliza kuleta. So, asante. Okay, thank you. Mr. President, this mother is a single mother, anajisimamia. Na huyu kijana ambaye ameshaongea hapa, ako Kisii University. Alikuwa anategemea huyu ambaye amelala sasa kwa mambo ya afisi. Sasa kuna mtoto ambaye yako form 4 na kuna mwingine ambaye yako umri wa degree form 3. Na huyu hako university sasa. Na tegemeo sasa amelala. I hope you have gotten. But all in all, we have been consoled. We have been consoled by the fact that death is such a lonely and a private matter that all others, however loving, can only be observers. We have seen them, they have gone, they have gone. We cannot help. We only say, fare thee well. Rest in peace. Thank you. Tunaendelea kuombea kila jamii. Mungu awape faraja katika wakati huu mgumu sana. Mheshimiwa Rais, kwa sasa tungependa kwenda kwa nafasi ya viongozi waweze kutoa risala zao za rambirambi tukiendelea. Na niruhusu nimuite kiongozi wa walio wengi katika National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, aweze kuendelesha hiyo nafasi. Na naomba tafadhali tuweze kuokoa wakati. Tumepata nafasi tayari tukaongea mahali pengine, kwa hivyo tafadhali tufupishe kwa heshima ya jamii ambazo ziko hapa. Karibu sana Mheshimiwa Ichung'wah. Asante Mike. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, observing all protocols already established, familia za ndugu zetu waliotuacha kiongozwa na familia Mheshimiwa Ng'eno, Carlos, Nick, Amos na Wesley, na waombolezaji wenzangu, hamjambo. Your Excellency, kwa heshima ya familia za ndugu zetu waliolala hapa, tumekubaliana kama viongozi. Mheshimiwa Speaker alitupea wabunge wote nafasi ya